Mume alimkataza mke wake kutumia Facebook. Hatima yake mke wake alitumia Facebook kwa siri bila mume wake kujua, na hichi ndicho kilichotokea baada ya mume wake kujua. Karibu katika chaneli yetu ya Official Genius TV. Subscribe na like. Mume alimzuia mke wake kutumia programu ya Facebook. Baada ya muda kupita, aligundua kuwa mke wake alikuwa bado na akaunti ya siri ya Facebook. Mume hakufanya lolote kwa wakati huo, bali aliamua kuunda akaunti mpya kwa jina bandia na akaanza kumkaribia mke wake kupitia akaunti hiyo. Mahusiano yao yakaanza kukua taratibu. Akajifanya kwamba anampenda na akaanza kumtongoza kila siku. Aliendelea kumtumia picha za mwanaume mwingine akidai kuwa ni picha zake binafsi. Mke wake akaanza kumpenda huyo mpenzi wa mtandaoni na kuanza kumchukia mume wake halisi bila kujua kuwa ni mtu yule yule. Baada ya miezi 5 ya uhusiano huo wa mtandaoni, mpenzi wake alimuomba amwache mume wake ili wafunge ndoa pamoja. Mke huyo akaanza kuzusha matatizo nyumbani kwa sababu ndogo ndogo, akilenga kufanikisha mpango wake wa kuachika. Siku baada ya siku, matatizo kati ya wanandoa hao yakazidi kuongezeka na upande wa mpenzi wake akaendelea kumvutia zaidi. Hatima yake, mke aliomba talaka kwa mume wake. Alikuwa akiendelea kudai talaka kwa kila njia ili mume wake ampe talaka, lakini mume alikataa. Kwa hasira, mke akaamua kurudi kwa wazazi wake. Muda huo mume akabaki peke yake, hali iliyompa nafasi mpenzi wake kuendelea kumchochea dhidi ya mumewe. Lakini mume wake bado alikataa kutoa talaka. Baada ya mwezi mzima wa kutengana, mke akarudi nyumbani kwa mume wake, lakini kwa kulazimishwa, kwa sababu wazazi wake walimwambia, urudi kwa mume wako, hakuna jambo kubwa la kuvunja ndoa, wewe ndiye unayesababisha matatizo. Aliporudi nyumbani kwa mume wake, hakuacha kugombana naye. Kila siku kulikuwa na ugomvi kati yao. Hatima yake, mume wake akamwambia, nitakupa talaka kwa masharti. Mke akauliza, ni sharti gani? Mume akasema, unitafutie mchumba mwanamke mwingine, nioe, halafu wewe utapata talaka yako wiki moja baada ya ndoa. Sababu ya talaka itakuwa kwamba mimi nimekuolea mke wa pili na wewe ukaamua kudai talaka. Mke akakubali kwa furaha kubwa. Akakimbia kwa mpenzi wake wa Facebook. Kumbuka, mpenzi wake wa Facebook ni huyo huyo mume wake, ili kumpa habari njema kuwa mume wake amekubali kutoa talaka, lakini sharti tu ni mtafutie mchumba mwingine atakayemuoa. Mpenzi wake akamshangilia na kumtia moyo kutekeleza mpango huo ili apate talaka haraka. Lakini matokeo yakawa tofauti kabisa na alivyotarajia. Na kilichotokea kilikuwa ni kitoka cha shangaza sana. Siku ya harusi ikafika. Mke akajitahidi kweli kweli kuhakikisha harusi ya mume wake na mchumba mpya inafanyika haraka. Alijituma kwa nguvu zote kama mtu aliyedhamiria kuachika ili akaolewe na yule mpenzi wake wa mtandaoni. Akaandaa harusi kwa mbwembwe, akamvalisha bwana harusi vizuri, akaleta wageni, akatabasamu mbele za watu, huku moyoni akisema, muda si mrefu nitakuwa huru, nitapata mwanaume anayenijali na kunisifia kila siku. Baada ya harusi, siku 7 zikapita. Mke akaenda kwa mume wake na kusema, sasa nataka talaka kama tulivyokubaliana. Mume akamwangalia kwa utulivu, akatoa simu, akaingia kwenye Facebook, akaonyesha mazungumzo yote waliozungumza kwenye akaunti ya bandia, mazungumzo ya kimapenzi, picha alizotumiwa, ahadi walizowekeana na mpango mzima wa kumwacha mume wake. Mke kashituka sana na kuanguka chini kwa presha, akabaki mdomo wazi. Mume akamwambia kwa sauti ya utulivu lakini kali, yule uliyedhani ni mpenzi wako ni mimi. Nilikuwa najua kila kitu, nilikuchezea ili ujifunze. Na sasa sikutalaki. Badala yake uishi na matendo yako, uishi na aibu yako, na ujue thamani ya ndoa, uaminifu na heshima. Mke huyo akaangua kilio, akapigwa na butwaa, akaishiwa nguvu. Hakujua la kusema. Ndoto zake zote za kutalakiwa na kuolewa na mpenzi wa ndoto zake zikayeyuka mbele ya macho yake kama moshi. Mafunzo yaliyo upande ni: hakika hadithi hii inabeba mafunzo mengi yenye uzito kuhusu maisha ya ndoa, maadili na matumizi ya mitandao ya kijamii. Haya hapa mafunzo muhimu tunayopaswa kujifunza kutoka kwenye hadithi hii. 1. Usaliti ni sumu ya ndoa. Kumsaliti mwenza wako, iwe ni kwa maneno, vitendo au hata kihisia kupitia mitandao, huzaa maumivu na migogoro mikubwa.
Uaminifu ni msingi wa ndoa yenye hekima. 2. Michezo ya mtandaoni huweza kuharibu maisha halisi. Kupenda au kuaminiana na watu usiwajua vyema mtandaoni kunaweza kukuingiza kwenye matatizo makubwa. Usidharau athari ya mahusiano ya mtandaoni. 3. Kuchezea hisia za watu kunaweza kukuumbua. Yule mke alijiona mjanja kwa kumhadaa mume wake, lakini mwisho wake akaumbuka mbele ya mtu huyo huyo. Mchezo wa hatari unaweza kumgeukia mchezaji. Mume au mke mwema ni baraka. Usimchoke kwa tamaa ya muda. Alikuwa na mume wake halisi mwenye busara, lakini kwa tamaa ya mapenzi ya mtandaoni akaanza kumchukia na kuleta migogoro. Ni vyema kujifunza kuthamini kile unachonacho kabla hujakipoteza. Familia ni nguzo. Wazazi wake walimwambia ukweli. Wakati mke alitaka talaka, wazazi wake walimwambia ukweli ni kwamba matatizo si makubwa kiasi cha kuivunja ndoa. Kusikiliza ushauri wa watu mwenye busara ni njia ya kuepuka majuto. Mambo yote yana mwisho. Aibu ya usaliti hujitokeza. Ukweli hauwezi kufichwa milele. Mume alipofichua kuwa yeye ndiyo aliyekuwa mpenzi wa mtandaoni, mke alibaki na aibu isiyofutika. Hili hutufundisha kuwa uongo hauna maisha marefu. Usitumie mitandao ya kijamii vibaya, huweza kuharibu maisha yako. Mitandao ya kijamii ni dara yenye nguvu. Ikiwa haitatumika kwa hekima, huweza kusababisha migogoro ya kifamilia, aibu au hata kuharibu mustakabali wako. Hitimisho. Uaminifu, hunifu, heshima na mawasiliano ya wazi ni silaha kuu za kulinda ndoa. Na tamaa ya muda mfupi isikufanye upoteze maisha ya kudumu. Usiache kusubscribe na kulike ili kupata stori nyingine mzuri. Official Genius TV ni channel bora. Subscribe na like. Asante.